Mheshimiwa Steven Masatu Wasira, sasa muda ni wako kuweza kuzungumza na Watanzania. Kipi kimekusukuma kuwania urais kupitia Chama cha Mapinduzi? Makofi naona namna hiyo na shangwe kwa Watanzania kwa mahali hapa. Karibu sana. Tumia hii au hii? Zote. Ndugu MC, wageni wetu wote ambao mmefika hapa kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, nimefika hapa nimegundua kwamba wako watu kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania. Nataka niwashukuru wote kabisa, wote kokote mlikotokea kwa kuja kunisikiliza, na washukuruni, asantini sana. Kwamba mmeacha kazi zenu na mkaja hapa ni ishara ya imani kubwa mlionayo ya kutaka kujua mimi Steven Masatu Wasira nataka kuambia nini Watanzania juu ya jambo ambalo nimekusudia kufanya. Labda nianze kwa kusema kwa zaidi ya mwaka mzima kumekuwepo na minong'ono kuhusu uwezekano wangu wa kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Minong'ono hiyo imekuwepo aidha kutokana na mijadala ya wananchi au kupitia mitandao ya kijamii au vyombo rasmi vya habari. Minong'ono hiyo imefanya baadhi ya watu wanifate na wengine wanishauri. Leo nakuja hapa Mwanza kuvunja ukimya na kumaliza minong'ono kwa kutangaza rasmi kwamba nimekata shauri kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu jambo hili si dogo, nitapenda nitumie muda mfupi kuwaeleza nyie na kupitia kwenu nizungumze na Watanzania kwa nini nimefanya uamuzi huu. 45 milioni wanayo haki ya kugombea. Kwa sababu hiyo pengine haiwezi kuwa sababu nzuri sana ya mtu kufanya uamuzi. Maana hiyo ni haki ya kikatiba ambayo mtu yeyote anaweza kuitaka hata kama jamii itadhani hana uwezo. Mimi nayo sababu nzuri za kufanya hivyo. Kwanza, naijua vizuri Tanzania. Kwa muda mrefu sana, tangu miaka ya 70, nimeshirikishwa katika uongozi wa nchi yetu nikiwa na umri wa miaka 25. Kwa manufaa ya Watanzania wanaotaka kunifahamu vizuri niwaeleze kwamba mwaka 1970 kwa mara ya kwanza kabisa nilichaguliwa kuwa mbunge nikiwa na umri wa miaka 25 katika jimbo la Mwibara, wilaya ya Bunda. Wakati huo nilikuwa natokea katika wilaya ya Geita ambayo mimi nilikuwa katibu mtendaji wa TANU wa wilaya. Na wakati huo Geita ilikuwa wilaya moja ambayo sasa ina wilaya 3. Wilaya ya Nyang'hwale, Sengerema na Geita yenyewe. Huko ndiko nilikofanya kazi ya TANU, na kabla sijafanya kazi hiyo nilikuwa nafanya kazi katika idara ya maendeleo ya jamii, na nilifanya kazi katika wilaya ya Ukerewe katika kijiji kinaitwa Muriti, tarafa ya Ilangala. Kwa hiyo hapa Mwanza ni mahali pa historia yangu kama ilivyo Bunda, kama ilivyo Mara. Mara nilizaliwa na Mwanza nilianzia kazi. Kwa hiyo yote ni historia. Mwaka 1973 Mwalimu Julius Nyerere aliniteua kuwa waziri mdogo wa kilimo nikiwa na umri wa miaka 27.
Huwa mara chache ninatania na kusema kwamba Mwalimu alivuruga sana ujana wangu, kwa sababu katika umri wa miaka 27 ungeliweza kwenda katika mahoro ya dansi, lakini yeye akanifanya niwe waziri. Kwa hiyo nikapunguza sana kasi za ujana na kuanza kuitumikia taifa letu. Mwaka 1975 Mwalimu Julius Nyerere aliniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, na wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 30. Mwaka 1982 mpaka 85 Mwalimu aliniruhusu niende katika kufanya kazi katika ubalozi wa Tanzania huko Washington DC, lakini vile vile alinijalia na kunipa fursa ya kwenda kupata elimu ya juu katika vyuo vikuu, na namkumbuka sana kwa sababu alinilipia gharama zote za kusoma katika vyuo vikuu ambako nilipata degree 3. Nilifanya kazi katika ubalozi na namshukuru sana Rais mstaafu Benjamin William Mkapa ambaye alikuwa mwalimu wangu kwa mambo ya nchi za nje, nikiwa nafanya kazi na yeye akiwa balozi wetu hapo Washington DC. Mwaka 1987 nikiwa nimerudi nyumbani, Rais Hassan Mwinyi aliniteua kuwa naibu waziri wa serikali za mitaa na vyama vya ushirika, na nikarudi nyumbani. Hiyo ilikuwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 85 ambao nilichaguliwa tena kuwa mbunge katika jimbo la Bunda. Mwaka 1989 hadi 90 Rais Ali Hassan Mwinyi aliniteua kuwa waziri kamili wa kilimo na mifugo, na mwaka 90 hadi 91 Rais Ali Hassan Mwinyi aliniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, na kila nilipofanya kazi za ukuu wa mkoa huko Mara na Pwani nilikuwa vile vile katibu wa chama au cha TANU au cha Mapinduzi katika mkoa husika. Mwaka 2005 mpaka 15 na mpaka napoongea hapa, Rais Jakaya Mrisho Kikwete amenishirikisha katika serikali yake, na mimi nataka kutumia platform hii kumshukuru sana kwa imani yake kwangu. Rais Kikwete kila alipobadilisha serikali katika mazingira yoyote yale bado aliniteua, na kwa miaka 10 sikupata kuondolewa katika baraza la mawaziri. Sina sababu ya kutoamini kwamba rais alikuwa anaridhika na kazi zangu, vinginevyo alikuwa hana sababu ya kunibeba ikiwa nilikuwa mzigo. Shughuli hizi chini ya marais wa awamu zote 4 umenipa uzoefu mkubwa na masuala ya kitaifa na kimataifa, na kuniwezesha kuifahamu vyema nchi yetu. Mimi ni miongoni mwa Watanzania wachache wanaoijua Tanzania ya jana, wanajua Tanzania ya leo, na wanaozungumza habari ya Tanzania ya kesho. Watu wa namna yangu si wengi, wako wanaojua Tanzania, lakini si wengi wanaojua historia yetu, si wengi wanaojua tulitoka wapi, si wengi wanaojua tuko wapi, na si wengi wanaojua tunataka kwenda wapi. Mara chache nimewahi kusema, kama hujui ulikotoka huwezi kujua unakokwenda, kwa sababu utakuwa umekwisha potea. Hata ukijua umepotea huwezi kujua ulikotokea, kwa hiyo huwezi kujua pa kurudi. Kwa hiyo kujua ulikotoka ni jambo muhimu. Kujua mahali ulipo na kujua unakotaka kwenda ni jambo muhimu zaidi. Kama mwanafunzi mzuri wa marais hao niliyowataja,
wamenifundisha na nimejipatia hazina ya uzoefu, na ninaamini hazina hiyo itanisaidia sana katika uongozi wa nchi yetu iwapo chama changu kitanipendekeza na hatimaye kuchaguliwa na Watanzania kuwa rais wa nchi yetu. Pamoja na yote hayo, haikuwa rahisi kwangu kufanya uamuzi wa kugombea nafasi ya urais, nafasi ya juu kabisa katika nchi yetu. Hii ni kwa sababu natambua majukumu na wajibu wa rais ulivyo mzito wa kuongoza Watanzania karibu milioni 50 na zaidi kwa ulinzi na kwa matumaini na matamanio yao. Hata hivyo, baada ya kutafakari kwa makini, nimeridhika kuwa uamuzi wa kugombea nafasi hii ya juu kabisa katika nchi yetu ni uamuzi sahihi na wakati mwafaka, na hali ya kisiasa ilivyo kwa sasa, najiona kuwa mtu sahihi kwa kuwa ninayo nia ya kupeleka nchi yetu katika ngazi ya juu kabisa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Moja ya mambo ambayo mtu yeyote anayetaka kuwa rais wa nchi yake anatakiwa kuyajua ni matatizo yanayowakabili watu wa nchi hiyo. Kabla sijayaeleza, ningependa kwanza tuzingatie sera za jumla ambazo lazima kuzisimamia. Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, sasa nizungumzie mambo ya msingi yanayohusu uongozi wa nchi yetu. Endapo nitateuliwa na chama changu na kupata ridhaa ya Watanzania na hivyo kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaelekeza nguvu zangu katika kusimamia mambo ya jumla kama yafuatavyo. Kwanza, nitataka kuona Tanzania inabaki nchi imara yenye umoja, amani na mshikamano. Hili jambo kubwa. Kama hakuna amani, hakuna maendeleo. Kwa hiyo huwezi kuzungumza maendeleo katika nchi isiyokuwa na amani. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa ya amani. Ni vizuri tuseme kwamba sisi ni wa Afrika kama walivyo wa Afrika wengine. Sisi si tofauti sana na Waganda, sisi tofauti sana na Warundi, sisi tofauti sana na Wanyarwanda na watu wengine wanaotuzunguka, kwamba kwa miaka 50 tumekuwa nchi ya amani. Mimi naamini, nadhani na nyinyi mnaonisikiliza mnaamini ya kwamba tumefika hapo kutokana na uongozi mzuri wa waasisi waliojenga taifa letu. Mwalimu Julius Nyerere alitufundisha sana juu ya faida ya umoja, na hata kuonyesha kwa mifano kwamba aliunganisha Tanganyika na Zanzibar akishirikiana na hayati Abeid Amani Karume, kuonyesha kwamba Afrika ni moja. Umoja ni jambo kubwa, amani ni jambo muhimu, lakini umoja na amani vyote vinategemeana. Huwezi kupata moja ukakosa lingine. Ukikosa umoja unahatarisha amani ya nchi yetu, kwa sababu nchi zinazogombana katika Afrika zinagombania ukabila, na wakati mwingine nchi kama Rwanda au Burundi wanazungumza lugha moja, tofauti zao ni urefu na ufupi wa mapua yao na hiyo peke yake ni sababu ya kutosha kuwafanya wauane. Sisi tunayo makabila 126 katika Tanzania, lakini tunazungumza wote Kiswahili, na hakuna mtu anayeshughulika kujua wewe hasa kabila lako nini. Na mwalimu alisema ukitaka kujua kabila lako, labda wakati unapotaka kutambikia. Kwa hiyo tumejenga nchi nzuri, na kama unataka kuwa rais wa Tanzania lazima uhakikishe umoja wa Tanzania unabaki imara. Wako watu ambao wanadhani
muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar si jambo muhimu. Leo nataka niwaambie Watanzania kwamba kama watanichagua mimi baada ya kupendekezwa na chama changu, swala la muungano wa Tanzania na Zanzibar ni swala la kufa na kupona, na kwamba umoja ule na muungano ule ni zawadi kubwa tulioachiwa na wahenga, na kwamba wametangulia mbele ya haki. Hatuwezi kuwasaliti na kuuvunja muungano ule. Kuna wakati Mwalimu akiwa Butiama aliwahi kutuambia, kule kwetu kuna watu wanaitwa Wakurya, mnawajua. Akauliza, kama Wazanzibari si ndugu zenu, nyinyi na Wakurya na Wamakonde mlionana wapi? Uhusiano wenu na Wamakonde ni upi ikiwa Wadengereko waliohama Rufiji kwenda Zanzibar wao si ndugu zenu? Watu hawa ni wale wale. Kwa kama ni Tanzania na Wazanzibari ni Wadengereko na Wanyamwezi na Wamakonde, sasa utakuwaje ndugu wa Makonde wa kusini usiwe ndugu ya Makonde aliyehamia Zanzibar? Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba tunahakikisha umoja ule unabaki, lakini vile vile tunataka kuhakikisha kwamba nchi yetu ina amani. Tutaendeleza mjadala, tutafanya demokrasia kwa kadiri inavyowezekana, lakini tusifanye misuguano ya kisiasa ikavunja amani ya nchi yetu. Ikiwa nitajaliwa kwa rais wa Tanzania, nitahakikisha ya kwamba tunatia moyo watu kufanya demokrasia, lakini bila kuvuruga amani, kwa sababu demokrasia ina maana tu kama kuna maendeleo, na maendeleo hayawezi kupatikana kama hakuna amani. Hilo moja nilizungumza. Jambo la pili ambalo nalo ni la sera za jumla ni kuhakikisha kwamba taasisi nzito, hususani mihimili mitatu ya dola ya kitaifa, yani serikali, mahakama na bunge, zinaimarishwa na kuwezeshwa ili zitekeleze majukumu yake sahihi kwa mujibu wa katiba. Nchi yetu ni nchi inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Tunayo serikali, tunalo bunge na tunayo mahakama. Kila muhimili umepewa kazi yake. Kazi ya bunge ni kusimamia serikali na kuwa wasemaji wa wananchi kwa matatizo yao. Kazi ya serikali ni kutafasiri sheria zinazotungwa na bunge, na kazi ya mahakama ni kutoa haki kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na bunge. Mihimili hii huwa haingiliani, lakini inafanya kazi kwa ushirikiano. Lazima ushirikiane. Tunataka kuona ya kwamba mihimili hii inaimarishwa, na mambo mengine yanayotuhusu tutayazungumza huko baadaye. Jambo la tatu ni utumishi wa umma. Tutahakikisha unafanywa marekebisho ili utekeleze wajibu wake kwa uadilifu na weledi. Kitu kimoja kinachoitwa serikali, sifa yake ni kuwa na wafanyakazi, na wafanyakazi ni muhimu sana, kwa sababu ndio wanaotoa huduma kote kabisa. Tangu kwenye kijiji ukienda utawakuta, ukienda kwenye kata utawakuta, ukienda wilayani utawakuta, ukienda kitaifa utawakuta. Ndio wanaotoa huduma, ndio machinery inayofanya serikali ifanye kazi na itoe huduma muhimu zaidi kwa wananchi kwa sababu ya utumishi wao. Tunataka kuona chombo hiki kinaitwa utumishi wa serikali, utumishi wa umma, kinafanya kazi na wananchi wanapata huduma, na kinafanya maamuzi ambayo yataharakisha maendeleo ya uchumi katika nchi yetu. Swala la nne ni kusimamia na kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unaendelea kukua tena kwa viwango vya juu zaidi, kufikia tarakimu mbili, kwa namna itakayojumuisha raia wote na utengenezaji wa nafasi za ajira unaoendana na matazamio ya wananchi.
Tano, kuhakikisha raia wa Tanzania na hasa raia wanaoitwa wazawa, wanajiita wenyewe, wanawezeshwa ili kushiriki kikamilifu katika kuendesha uchumi wa nchi yao. Ndugu wananchi, labda sasa nigeuke nizungumze changamoto. Nimesema hapo awali kwamba katika nchi yoyote, mtu yoyote anayetaka kuwa kiongozi wa juu wa nchi hiyo lazima awe anajua matatizo yanayowakabili watu wa nchi hiyo. Sasa matatizo tunayo mengi, wala siwezi kutumia muda wa saa moja kuyaeleza, lakini tumechukua matatizo makubwa sana ambayo watu wanayajua, na wote kabisa tukiyasema hapa mtakubali hilo ni tatizo. Tatizo la kwanza ni umaskini. Umaskini katika nchi yetu bado ni tatizo. Pamoja na mafanikio ya kukua kwa uchumi na ongezeko la huduma za kijamii yaliyopatikana katika awamu nne, bado iko changamoto kubwa ya umaskini. Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa 28.2, kwa maana ya kuwa katika kila watu 100 wa Tanzania 28 wanaishi katika mazingira ya kimaskini. Kwa mujibu wa takwimu hizo, wananchi wanakabiliwa na umaskini huo. Wengi wao wanaishi vijijini na kujishughulisha na kilimo, ufugaji na uvuvi. Uduni wa maisha ya vijijini unaotokana na hali hiyo ya umaskini ni chanzo pia cha umaskini wa mjini. Vijana wengi wanahama vijijini kwenda mjini na hivyo kuongeza kundi la watu maskini katika miji. Lazima tuwekeze katika kilimo. Tukitaka kuondokana na jambo hilo, hatuna mchango mwingine, hatuna jibu. Njia pekee ya kupambana na umaskini wa kipato hususani kwa wananchi wa vijijini, lazima tuwekeze katika sekta ya kilimo inayojumuisha kilimo mazao, ufugaji na uvuvi. Serikali chini ya uongozi wangu itatilia mkazo vipaumbele cha juu katika mapinduzi ya kilimo na uchumi wa vijijini ambao utaleta mabadiliko katika maisha ya Watanzania walio wengi. Kwa kuzingatia uwezekano mkubwa ambao Tanzania inao katika kilimo na idadi kubwa ya watu wanaoishi vijijini, 70% mpaka 75%, ambao wanaendesha maisha yao kutokana na kilimo na shughuli za kiuchumi wa vijijini, uendelezaji wake utapewa nafasi zaidi katika kuleta mabadiliko na kujenga uwezo ambao baadaye unaweza kuenezwa katika sekta nyingine. Mbinu zitakazotumika katika kuboresha kilimo ni pamoja, kwanza, matumizi ya sayansi ya kilimo, yaani kilimo cha kisasa na cha kibiashara, utafiti wa huduma za ugani, kuboresha miundombinu ya vijijini hasa barabara, umeme na umwagiliaji, upatikanaji wa mikopo katika kilimo ili kubadilisha zana, hususani kuachana kabisa na jembe la mkono na kufanya jembe hilo sasa liwekwe katika nyumba za makumbusho. Kwa sasa 62% ya Watanzania wanalima kwa jembe la mkono. Umaskini unaondolewa kwa teknolojia. Teknolojia ya jembe la mkono haiwezi kuondoa umaskini hata kidogo. Kwa kweli inauendeleza, na kwa sababu haiongezi wakulima wapya, vijana wanalikimbia. Kwa hiyo vijijini wanabaki wanaolima ni wanawake na wazee. Uchumi wa namna hiyo hauwezi kuondoa umaskini. Kwa hiyo tunataka kuchukua hatua kwa hatua, kuanza kuboresha kilimo chetu kwa kuingiza zana. Mimi naamini tunaweza. Hapa Mwanza zamani tulikuwa na kitu kinaitwa Victoria Federation of Cooperative Union. Ilijaribu sana kuleta matrekta na maeneo yote inaitwa Simiyu sasa, ambayo ni wakulima wakubwa wa pamba,
maeneo ya Shinyanga na Geita na Mwanza yenyewe walikuwa wanalima kwa kutumia matrekta wakati ule. Yalikuwa analima hapa, yakimaliza anaenda kulima Karatu. Na wakati ule uzalishaji wa zao la pamba uliongezeka kwa sababu ya matumizi ya zana. Kwa tunataka kuhakikisha ya kwamba tutapata zana. Na juzi nilipotembelea nchi inaitwa Poland, nilifanya makubaliano na wa Poland kuanzisha kiwanda cha kutengeneza matrekta hapa nchini, yani kuwaunganisha. Na nilimwambia waziri wa kilimo wa Poland, lazima tufanye jambo hilo kwa haraka, kwa sababu nilimuuliza kwanza, wewe mara ya mwisho kuona jembe la mkono ilikuwa lini? Akaniambia aliliona alipokuwa na miaka 10. Naye ni mtu mzima tu sasa. Nikamwambia sasa liko wapi? Akasema liko kwenye nyumba za makumbusho. Naye nikamwambia na sisi tunataka kuanza safari ya kuweka jembe la mkono kwenye nyumba ya makumbusho. Kwa hiyo tunataka matrekta tena yanayoanza na horsepower 30 madogo, ambayo hata familia ya eka 10 mpaka 20 inaweza ikanunua trekta lake na ikafanya shughuli zake, ikalima, ikaharo, ikapanda, ikabeba mazao yake na kufanya shughuli nyingine ambazo trekta ya kawaida inaweza kufanya. Tumekubaliana na kazi hii itaanza, wala haitaningoja mimi kuwa rais, itaanza nikiwa waziri wa kilimo. Jambo lingine ni kuwasaidia wakulima kupata masoko ya mazao yao, na hili linakwenda sambamba na kuanzisha viwanda vinavyoongeza thamani ya mazao. Kwa miaka 50 tumeendelea kuuza pamba, marobota, tumeendelea kuuza korosho, na hata sasa tunauza mahindi makavu kwenda nchi za nje. Kilimo ambacho hakiungwi mkono na viwanda kitakuwa kilimo cha kujikimu. Kwa hiyo tunataka kuunganisha nguvu ya viwanda vinavyoongeza thamani ili masoko yetu yawe yanapata bidhaa iliyoongezewa thamani badala ya kuuza mazao ghafi. Nitaeleza jambo hili huko mbele. Mifugo, maendeleo ya mifugo yatazingatiwa ili kufanya tasnia hiyo iongeze uzalishaji na kuwa biashara ya kuaminika, na kuwekeza mapema matumizi ya ardhi ili kuhakikisha uzalishaji zaidi na ongezeko la thamani ili kuimarisha maisha ya wafugaji. Serikali nitakayoiunda kama nitachaguliwa itaweka kipaumbele katika kusimamia matumizi ya ardhi, hususan kutatua migogoro ya wafugaji na wakulima, na kwa ufupi nitafanya yafuatayo. Kwanza, tutapima ardhi yote ya Tanzania na kuwapatia wafugaji na wakulima, kila watu na kundi lao, eneo la kumiliki kwa ajili ya kazi zao. Tutajenga mabwawa au marambo na kuwapatia wafugaji maji, hususan katika maeneo yaliyo na mifugo mingi. Wengi wamehamia katika maeneo mbalimbali. Huko walikohama tutajenga mabwawa, na walikohamia tutajenga mabwawa kwa ajili ya kuendeleza ufugaji. Tutapatia vikundi vya ufugaji mikopo kupitia benki za kilimo na mifuko mingine ili kuhakikisha kwamba wanaendeleza ufugaji wa kisasa zaidi na wanaanza kuona faida ya kuwa na mifugo yao. Eneo lingine la uchumi ambalo tutalisimamia ni pamoja na uvuvi. Uvuvi una uwezekano mkubwa wa kukua kwa kuzingatia pwani kubwa, maziwa na mito Tanzania imejaliwa kuwa nayo. Serikali itaweka dhamira ya kuleta mabadiliko katika sekta hii ili iwe biashara yenye tija katika kuongeza uzalishaji zaidi na kuongeza kipato cha wavuvi. Mkazo utakuwa zaidi katika kuimarisha vitendea kazi. Wavuvi wetu wanatumia vifaa duni kwa sasa, wanatembea na wanategemea nguvu ya upepo kuwapeleka wanakotaka kwenda. Upepo ukibadilika wanakwenda wasikotaka. Lazima tuwasaidie waanze kujenga vikundi na kukopa zana za kisasa za uvuvi, waanze kutumia engine badala ya kutumia mitumbu ya kawaida,
ili uvuvi uwe kitu cha kujivunia, na hili jambo linawezekana. Katika pwani ya Tanzania inayoanzia mkoa wa Tanga mpaka Mtwara kuna samaki na kuna wavuvi na kuna vijana wana mazoea ya kuvua, hawajawezeshwa bado, na tunafikiri lazima tuwasaidie katika eneo hili. Wako wa maziwani, maziwa makuu matatu, ambayo nayo vile vile wanahitaji kupata zana ili waweze kuvua na kujipatia maisha yao. Nitazungumza juu ya swala la ajira ya vijana baadaye. Kwa ujumla, hatua zifuatazo zitachukuliwa: kuhamasisha kilimo na ufugaji na uvuvi wa kisasa na kibiashara, kutumia maarifa ya kisayansi, zana, na kama nilivyosema, kuweka jembe la mkono katika historia, na lazima kutoa mikopo, na mikopo hii itatokana na mabenki ambayo tumeanzisha, benki ya kilimo na benki ya rasilimali, ambazo zitaongezewa uwezo ili ziweze kuhudumia sekta hii kubwa ambayo inaajiri sehemu kubwa ya watu. Labda sasa nizungumze juu ya jambo la pili kama changamoto ambalo linahusu ajira kwa vijana. Hili ni jambo kubwa na vijana wanalijua na wako tayari wanapenda kujua huyu anayetaka kuwa rais wa Tanzania anajua nini juu ya jambo hili. Swala la ukosefu wa ajira kwa vijana ni kubwa, na kwa mujibu wa takwimu katika wizara zinatoka Wizara ya Kazi, vijana milioni 1 wanaingia katika soko la ajira nchini kila mwaka, na kati ya hao ni 200,000 tu wanaopata kazi. Hawa ni vijana wanaotoka katika shule za msingi, wanatoka katika shule za sekondari na vyuo vikuu. Unaweza ukaona tatizo lilivyo kubwa. Uwiano huo ni mbaya, wa milioni 1,200,000 peke yake. Maana yake ni kwamba vijana 800,000 hawajulikani wanakwenda wapi kila mwaka. Kama jambo hili halikushughulikiwa, linaweza kuzaa matatizo makubwa ya kijamii na ya kisiasa. Serikali nitakayoiongoza itaweka dhamira ya kukabili changamoto hii ya ajira kwa kutazama zaidi ajira rasmi, sio kwa kutazama ajira rasmi peke yake, bali kujumuisha na kujiajiri. Ongezeko la tija katika uzalishaji litaweza kuweka kipato stahiki. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, zitaendelezwa jitihada za kupata ufumbuzi wa kupunguza tatizo la ajira. Kipaumbele kitakuwa katika kukuza na kuanzisha viwanda vilivyo na uwezo wa kuajiri watu wengi, kama vile vya nguo au pamba, korosho, ujenzi, na vyenye kuzalisha bidhaa zinazotumiwa na watu wengi. Kwa maneno mengine, ajira rasmi zitaongezeka kama tutawekeza katika viwanda. Na nimesema hapo awali nilipokuwa nazungumza swala la kilimo kwamba hatuwezi kuendelea kuuza mazao ghafi kwa vijana kupata ajira zinazolipa mshahara. Viwanda vya pamba vitasaidia vijana kupata ajira. Tunao utajiri mkubwa wa chuma kule Liganga, na sasa hivi viwanda vya chuma vimeanza kutengenezwa, kujengwa kule Ludewa. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba viwanda vile vinaendelea kutengenezwa na viweze kusaidia katika kuongeza ajira rasmi ya kulipa mshahara. Lakini ajira kubwa itakayowezesha vijana wengi zaidi kujiajiri ni ajira ya kujiajiri wenyewe. Tunayo mifano mizuri tu. Katika miaka ya karibuni, vijana wameonyesha uwezo mkubwa wa kubuni ajira na kujiajiri, hatua ambazo zinastahili kupongezwa na kutiwa moyo na kuweka mfumo wa kuwawezesha ili waweze kufanya hivyo. Ajira za filamu,
kama vile Diamond Platinum, Banana Zoro na binti yangu Lady JD, Omi Dimpoz, Christian Bella, wabunifu wa mitindo kama vile Mustafa Hassan, Esha Idris, filamu kama zile ya marehemu Steven Kanunda na Mtitu Gama. Zote ni ajira zilizotokana na ubunifu wa vijana wenyewe na zinalipa. Nafurahi kwamba katika mkutano wako wasanii wamekuja kutusikiliza. Sijui wamekaa wapi, kumbe wao. Unaona, wao. Na wakaribisha sana kwamba mimi ni mfano mzuri wa watu ambao badala ya kukaa mnalalamika, mnatumia ujuzi wenu na kuanza kutafuta namna ya kupata kipato. Na hii kitu inawezekana. Katika Afrika imewezekana. Nigeria kuna vijana kwa mamilioni wanajiajiri katika fani za namna hii. Serikali itakayoiunda itatia mkazo vijana kuwa wabunifu ili waweze kufanya kazi za namna hiyo. Vijana mafundi wanatengeneza ajira katika nyanja za ufundi. Viko viwanda visivyo rasmi katika kila mji kama uundaji wa bidhaa za vyuma, ufundi bomba, useremara na ufundi umeme na umakenika. Wanatoa huduma kwa maelfu ya wateja. Katika jiji la Dar es Salaam, mfano wa Gerezani na Tabata dampo, na hapa Mwanza Makoroboi, vijana wanajiajiri katika teknolojia mpya, hasa tehama. Wanaunda mifumo ya kusimamia kompyuta na hata simu za mkononi na kuwezesha mtumiaji kutatua matatizo yao mbalimbali. Hii ni namna ambayo vijana wametafuta namna ya kujiajiri. Vijana wa mifumo ya usafiri wa umma kama baskeli, pikipiki na pikipiki za miguu mitatu maarufu kama bodaboda, na zenyewe zimeongeza ajira. Hakuna mtu aliyewaajiri, wameamua wenyewe wakanunua pikipiki zao na wanajiajiri. Wafanya biashara maarufu wanaitwa matching. Hawa wanauza chochote, utaonana nao kila mahali na bidhaa. Wanatusaidia kupunguza safari za kwenda dukani. Lakini ningependa kusema si jambo jema sana kwa vijana hawa kubugudhiwa mara kwa mara. Nimewahi kusema bungeni na leo narudia kwamba vijana hawa wanahitaji kutiwa moyo na kupewa maeneo ya kufanyia biashara, sio kukimbizana nao mtaani. Wamejiajiri na wanaweza kukuza ujuzi wao wa kibiashara na hatimaye wakawa wajasiriamali wakubwa. Kwa hiyo kuwakimbiza si jambo jema. Ni maoni yangu kwamba hawa vijana lazima wapewe nafasi ya kufanya kazi zao kwa utulivu. Lakini ningependa niseme sekta ambazo zitaajiri watu wengi na hasa vijana ni sekta nilizokwisha kuzizungumza. Sekta ya kilimo, na mimi naamini vijana hawawezi kulima na jembe la mkono, hawa wote hawawezi. Sasa lazima tuwape teknolojia, na wengine wameanza kuonyesha njia. Kwa hiyo mimi nafikiri sekta ya kilimo ni sekta kubwa ambayo ikifanya kazi vizuri inaweza kuwafanya vijana wote wengi sana wakapata ajira. Watafanyaje? Moja ni kujiweka katika makundi, kupatiwa ardhi, kupata hati ya kumiliki ardhi hiyo na kupata zana za kisasa. Mimi naamini kabisa vijana wakipata zana, kwa mfano wakapata matrekta yaliyo na haro, yaliyo na planta yanayoweza kuvuna, vijana hao watachagua kwenda kufanya kazi ya kilimo kuliko kutembea bila kazi yoyote. Surubu inayowafanya wasiende kule ni teknolojia duni. Lazima swala la teknolojia katika kilimo nimeshalizungumza, lazima tulipe nafasi muhimu kabisa. Kwa hiyo napenda vile vile kusema sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo ikipewa teknolojia ya kisasa inaweza kuajiri makundi ya vijana na wakatoa mchango mkubwa katika kuongeza
Lakini mazao makuu tunayo mazao ya kahawa ambayo yanatoa ajira kwa vijana, lakini yako mazao mengine makubwa mazuri sana, lakini hayana jina sana, yanaitwa mazao ya bustani. Mazao ya bustani yanastawi sana katika maeneo mengi. Hapa Mwanza yanaweza kustawi sana katika wilaya za Sengerema, yanaweza kustawi sana Ukerewe, kula ambako mvua zake ni za nafuu. Lakini kwa Tanzania nzima, sehemu ambayo inaweza kustawisha mazao haya ni nyanda za juu kusini. Lakini nyanda za juu kaskazini, wao wamepiga hatua kidogo zaidi katika jambo hili. Kwa hiyo kilimo kitalipa na kinaweza kikawalipa kabisa ikiwa tutaingia katika kilimo cha mazao hayo. Uvuvi utaajiri vijana, lakini wakipata zana na mambo mengine mengi yanayoambatana na hayo yatawezekana. Kwa changamoto mbili ambazo nimeziainisha, changamoto ya umaskini na changamoto ya ajira kwa vijana, ambazo serikali ijayo lazima izipe umuhimu. Kama haitakuwa mimi, basi CCM itamwambia huyo atakaye kuwepo, lakini hakuna uchaguzi katika jambo hili. Jambo lingine ambalo ningependa kulisema ni swala la kukuza elimu. Wako watu wanalalamika sana, wasema elimu imeshuka. Mimi nataka kuwaambia, kama mchumi, ukifanya jambo kubwa kwa mara moja, kiwango fulani kinaweza kashuka, lakini ukimaliza operation unaanza kupandisha kiwango. Lazima tujivunie kwamba sasa hivi kuna vijana 8,600,000 wanasoma shule za msingi, na kwamba kila kijiji kina shule ya msingi. Kama kuna kijiji hakina shule ya msingi, kitakuwa kimechelewa sana. Labda kilikuwa kitongoji, sasa kimekuwa kijiji, lakini vijiji vyote vina shule za msingi, na watoto wetu wanasoma 8,800,000. Lakini vile vile shule za sekondari za kata na za sekondari zilizokuwepo kabla ya zile za kata zina wanafunzi 1,150,000 ambao walikuwa hawapo. Mwaka 2005 vyuo vikuu vilikuwa vinatoa walimu wa shule jumla 650 wa shahada za vyuo vikuu. Leo tunatoa 12,000. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba hatua imepigwa sasa, lakini maendeleo huwa hayana mwisho. Huwezi kusema yametosha. Yangekuwa yanatosha yasingeitwa maendeleo. Maendeleo hayatoshi kwa sababu huwa yanaendelea. Sasa kazi kubwa ya kwetu sio kulalamika katika jambo hili, ni kuchukua hatua, na kazi iliyopo sasa ni kuboresha elimu. Tuboreshe elimu, tuifanye iwe elimu ya kisasa, tuandae vijana wetu kwa mashindano katika soko la ajira, sio la Tanzania tu, lakini la Afrika Mashariki na hata la dunia. Na ili waweze, ni lazima tuimarishe na kuboresha elimu, na hasa elimu ya sayansi, kwa sababu elimu ya sayansi ndiyo inaendesha dunia. Kila kitu, hata madudu haya, hili nalosemea hili ni sayansi. Lazima limetengenezwa na wanasayansi. Wasukuma hapo watasema mashikoro mageni, lakini yametengenezwa na sayansi. Ni sayansi ndiyo inaleta mashikoro mageni, alafu unafanya kazi. Kwa hiyo tutaboresha elimu na tutaipa nafasi. Wako watu wanadhani serikali ya awamu ya 4 haikutoa nafasi kubwa kwa elimu. Si kweli. Mimi niko bunge
niko katika baraza la mawaziri. Elimu inapewa nafasi ya kwanza kwa bajeti ya serikali kila mwaka, na hakuna unavyoweza kuizuia. Utaizuiaje? Unajenga shule kila kata, unataka walimu wapya kila mwaka, unataka vitabu kwa kila mtoto, lazima gharama yake itakuwa kubwa, na kwa namna yoyote fedha nyingi zaidi zitakwenda kwenye elimu. Kwa hiyo mimi nadhani jambo kubwa ni kusema tu kwamba tunaweza kuendelea kusimamia jambo hili na kuhakikisha kwamba elimu yetu inaendelea kuboreka. Jambo lingine litakuwa afya. Bado tunayo matatizo katika sekta ya afya, kwa sababu bado tuna matatizo ya upatikanaji wa dawa, na watu wengi wanalalamika kwamba dawa zinazopatikana hazitoshi, na jambo hilo limeathiri sana swala la bima ya afya ya jamii, kwa sababu wenye kukata bima ya afya ya jamii wanadhani haina maana sana, kwa sababu wakienda hawapati dawa. Lakini nataka kuwahakikishia kwamba serikali ijayo, na kama itakuwa imeundwa na mimi kama rais wa Tanzania, maana sitaki kuahidi kwa niaba ya mtu mwingine, tutahakikisha na tutataka kusimamia swala la bima, ili tuhakikishe kwamba ikiwezekana kila Mtanzania aweze kupata bima ya afya. Liko jambo la sera limecheleweshwa la wazee kupata tiba. Wakisha kupata bima, hana haja tena ya kujipanga mstari, maana bima itakuwa kwa wote. Lakini tutasimamia kuona ya kwamba tunaendeleza kazi ya kujenga na kutoa huduma nzuri zaidi ya afya kwa kuweka zahanati na vituo vya afya katika kata na katika vijiji, ili watu wetu wao wanaweza kwenda mahali ambapo wanaweza kupata huduma kwa urahisi. Huduma hizi zitawasaidia zaidi wakina mama ambao huenda hospitali hata wasipokuwa wagonjwa. Kwa kawaida mimba si ugonjwa, lakini unawapeleka hospitali, na wakati mwingine mimba inaua kwa sababu ya kutopata huduma ya haraka ya upimaji. Tunataka kuboresha huduma za afya ili ziwe karibu zaidi, tuweze kuokoa maisha ya mamia ya kina mama ambao wanapoteza maisha yao kutokana na kutopata huduma kwa karibu katika maeneo wanayoishi. Vile vile ningependa nizungumzie swala la maji. Kama ungelipeleka karatasi ukawauliza Watanzania, tuambieni tatizo lenu kubwa kuliko yote, wangesahau umaskini wakasema maji. Lakini mimi siamini kama maji peke yake wakiwapa umaskini wao utaisha, lakini maji ni muhimu. Kwa hiyo tutataka kuona ya kwamba tunawekeza zaidi katika sekta ya maji, kuendeleza na kuchukua hatua kule ambako tumekomea. Hilo nalo ni jambo kubwa la maana na la msingi kabisa. Kwa ndugu wananchi, hayo ni maeneo, lakini yako maeneo ya kukuza uchumi wa Tanzania ambayo lazima tuyape kipaumbele katika mipango yetu ya maendeleo. Nayo ni miundombinu tena ya kisasa. Lazima tujenge reli, na hasa reli ya kati ambayo inatuunganisha na Rwanda na Burundi na mashariki ya Kongo, ili tufanye biashara, maana biashara ile ni kubwa na inaweza ikakuza uchumi na kuleta ajira nyingi. Kwa hiyo kwa kweli katika kipindi cha miaka 5 tutahakikisha kazi iliyokwisha anzwa ya kujenga reli ya kati inapewa nafasi kubwa. Hiyo reli inatuhusu sana sisi watu tunaoishi mikoa ya huku. Bei za vitu vyetu ni ya ghali kwa sababu ya kukosekana kwa reli, kwa sababu simenti inayotoka Dar es Salaam inakuwa ghali sana Mwanza na Bunda na Bukoba, na wakati mwingine wanalazimika kwenda kununua nchi jirani. Kwa sababu hiyo simenti, baada ya kujenga kiwanda cha Mtwara cha Dangote, tutaanza kupata nafuu kubwa, kwa sababu kitakuwa kinatoa simenti tani milioni 3 kwa mwaka na bei zitashuka.
Lakini bei uchukuzi ukiendelea kuwa wa magari, bado sisi tutakuwa na matatizo makubwa zaidi. Kwa tutatoa kipaumbele kwa ujenzi wa reli, na reli nyingine ambayo tutaipa kipaumbele ni reli inayotoka bandari ya Mtwara kwenda Mbamba Bay, kwa sababu ya umuhimu wa kubeba chuma kutoka Liganga. Chuma hakibebwi na lori, lazima kibebwe kwa sababu ni mazito machuma. Lazima tujenge ile reli na tuweke branch ya kwenda mpaka Liganga ambako chuma kinachimbwa, ili chuma kile kiweze kufika Mtwara na kitumie bandari ya Mtwara kwenda mahali pengine nchini. Bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam zote zitaimarishwa, na wakati ule ule tutaanza hatua za msingi za kuunganisha miji ya Msoma na Tanga kwa reli kwa ajili ya kukuza biashara na wenzetu wa Uganda. Barabara, lazima tuseme kwamba awamu ya 4 imefanya kazi kubwa. Wako watu wengine wao kulalamika tu ndio shughuli yao. Hawa nao hata ukiwaambia tumetengeneza barabara watasema hamna. Mimi huwa nawashangaa kidogo, lakini barabara zilizotengenezwa na awamu ya 4 chini ya Rais Kikwete hata wao zinawaharakisha kufika wanakokwenda. Kwa hiyo Waswahili wanasema anayestahili nini, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Sasa kweli kulalamika tu nayo itakuwa tabu. Mimi nadhani mengine tukubali kwamba yamefanywa vizuri, maana ukizoea kulalamika unaweza ukapata shida sana ya siku nyingine kufikiri. Maana kulalamika uhitaji kufikiri sana, unalalamika tu. Huwezi kufikiri sana kulalamika, si ni kusema hamna, hiyo unasema tu. Lakini barabara zimetengenezwa, ila nataka niseme kazi ya kutengeneza barabara hiyo haijaisha. Tutaendelea kuziboresha na kufanya barabara zile ziingie katika mfumo ule wa karne ya 21. Zile ambazo hazijakamilika tutakamilisha, zile mpya ambazo ziko kwenye ilani ya CCM itakayokuja kutolewa baadaye zitatengenezwa, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inaweza kufikika kila mahali kwa urahisi. Lakini lazima niseme ya kwamba ujenzi wa barabara zingine itabidi na reli itabidi tushirikiane na sekta binafsi. Ukitumia bajeti ya serikali kujenga reli ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kigali, hata vijana mlioko hapa mtazeeka, hatujamaliza. Lakini tukishirikiana na sekta binafsi, wako watu duniani hapa wana mapesa mengi, kazi ya wanatafuta. Kwa hiyo tutashirikiana na sekta binafsi katika kazi nzito hizi za kujenga reli, na kula ambako barabara ikishirikiana na private sector wanaweza wakatoza tozo kidogo, vile vile tunaweza tukajenga. Hivi sasa tunaanza mpango wa kujenga barabara inatoka Dar es Salaam kwenda Chalinze kwa sababu ya wingi wa magari yanayopita huko. Lakini barabara ile inaweza kuwa ni awamu ya kwanza, awamu ya pili inaweza ikafika Morogoro, bado kuna magari mengi. Iko awamu inaweza kwenda mpaka Tunduma kwa sababu barabara ni hiyo hiyo na inatuunganisha na Zambia. Na kadri uchumi unavyokuwa, barabara nyingine zaidi zitajitokeza zenye sifa ya kujengwa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu wananchi, nimezungumza sana juu ya wajibu wetu, nimezungumza sana juu ya matatizo yanayotukabili na namna ya kuyashughulikia, lakini sasa lazima nizungumze mambo mawili ya mwisho. Kwanza, hayatakuwa mawili, yatakuwa matatu. Moja ni rushwa. Nchi yetu ina tatizo kubwa la rushwa. Ukikataa hii, unaficha ugonjwa ambao kesho utakuumbua.
Rushwa ni kitu cha hovyo. Mimi naomba uongozi na urais wa Tanzania, napozungumza rushwa hapa, lazima nyinyi mnipime kama mimi ni mtu mkweli. Kwa sababu usizungumze rushwa kama fashion. Kwa sababu umesikia Watanzania wote wanalalamikia rushwa, basi nasema na mimi nitasema rushwa. Hapana, useme rushwa na itoke kwamba ni tatizo. Mpaka kwenye kijiji mtu akitaka barua tu ya kupeleka mifugo yake kijiji cha pili, ataambiwa njoo kesho, atatozwa vihela pale, tena naye mtoza analipo mshahara. Maana watu hawapokei rushwa kama huna madaraka, kwa hata ya kijiji yale yanatosha kupata. Ukienda kwenye kata, ukienda kwenye hospitali, na jambo la hatari kwamba mtu huyu ni mgonjwa hajiwezi, lakini naye akienda hospitali naye wanamkodorea macho, wanasema hunioni. Sasa akuone nini? Kwanza anaumwa, hawezi kukuona. Lazima tupambane na hali hii. Tusipofanya hivyo hatutakuwa na nchi ya haki. Hiyo ni rushwa zile ndogo ndogo. Ukienda faili ya mahakama inafichwa mpaka useme na karani, na hukumu inachelewa, unakaa jela wakati ungekuwa nje. Ni matatizo ambayo lazima kama nchi tuyazungumze vizuri, na tufike mahala tunasema nani mzizi wa fitina hii iko wapi, tufanye nini, na ikiwezekana tufanye mjadala wa kitaifa wa namna gani tunaweza tukapambana na rushwa. Mwalimu Julius Nyerere, mwalimu wangu wa siasa wakati wa ujana, alisema rais wa Tanzania lazima awe anachukia rushwa, lakini ukimwona anaongea muangalie machoni. Useme hata huyu naye anapinga rushwa, au wamemwambia usipoisema mambo yako yataharibika. Ndiyo mimi nasema, kwa sababu nimetumikia serikali ya Tanzania ya awamu zote, sina rekodi ya kuwaibia Watanzania hawa, sina. Mlisikia EPA, sikutaji. Mkasikia kitu kinaitwa escrow, sikutaji. Na sio kwamba mimi sifanyi kazi za madaraka, hapana. Mimi nafanya kazi za madaraka kubwa tu. Ningeweza kula mbolea yenu, mimi waziri wa kilimo. Lakini najiamini kwa sababu nilifundishwa. Mwalimu aliniambia, Wasira, unataka kuongoza watu au unataka utajiri? Nikapata tabu sana kujibu swali, lakini akaniambia uchague. Ukitaka utajiri uende kwenye biashara, kwa sababu huko ndiko wanakonunua rahisi, wanauza ghali. Anasema hiyo ndio dini ya biashara, unanunua rahisi, unauza ghali. Kama unataka kushughulika na watu hawa wa Tanzania maskini, huwezi ukatajirika kwa kuwatumikia. Utafanyaje? Kama ukitajirika kwa sababu wewe ni waziri, basi lazima wewe ni mwizi au unakula rushwa. Haiwezekani, kwa sababu mshahara hauwezi kufanya mtu akatajirika. Hakuna mtu ambaye anaweza aninyoshee mkono tu aseme mimi
nimetajirika kwa mshahara. Mshahara unalipwa ili ule tu. Wale wanaotajirika wanafanya biashara, na kufanya biashara sio kosa, ni halali. Kama unafanya biashara na umetajirika kwa kufanya biashara, sisi hatuna matatizo. Biashara huna na utajiri unao, lazima uwe utukutilie shaka. Na Mwalimu alisema tukuogope kama ukoma, na ukoma ni hatari, mnaujua. Maana tunaomba kuwa rais wa Tanzania. Mimi nimekaa Ikulu pale nikimsaidia Rais Kikwete kwa miaka 4. Nikawa nakumbuka maneno ya Mwalimu, anasema Ikulu kuna biashara gani? Na mimi kweli nakaa pale nikiangalia nje, naona watu tu wanamwagilia maua. Sasa wateja wako wapi? Hapa biashara gani? Wateja wakija mlangoni kule, simu zote zinabaki kule. Sasa utawasilianaje na mteja hana simu? Kwa hiyo ni vizuri wa Tanzania, na hili sisemi kwa sababu mimi naomba kuwa rais wa Tanzania, nalisema kwa sababu ya mapenzi ya nchi yangu, kwamba Ikulu pale hatuwezi kuweka mla rushwa. Hatuwezi kuweka mla rushwa. Mkiweka mla rushwa pale, siku nyingine atauza Ikulu yenu. CCM oye! Tunaendelea. Kwa hiyo tunasema rais wa Tanzania ni mtu mmoja tu. Hatuwezi kupata taabu ya kupata mtu mwadilifu katika watu 44 milioni. Tunaweza watu 44 milioni tukose mwadilifu mmoja wa kuongoza Tanzania, itakuwa nchi ya laana ya Sodoma na Gomora. Kwa hiyo nawaambieni sasa, lingine ambalo nataka niwaambieni linahusu rasilimali za taifa. Nchi yetu imejaliwa kuwa na rasilimali nyingi. Tuna rasilimali madini, tuna rasilimali gesi, tuna rasilimali misitu, tuna wanyama wa porini, tuna ardhi. Zote ni rasilimali za uchumi. Na nchi inapojaliwa rasilimali, lazima rasilimali zile ziwekwe katika serikali safi, serikali yenye mikono safi. Kuna nchi moja ya Kiafrika sitaki kuitaja, maana kama unaomba urais alafu unataja nchi za watu utapata matatizo kabla hujauanza. Lakini kuna nchi moja imejaliwa sana kuwa na mafuta. Safari moja Mwalimu akatuambia, Mungu huyu anagawa sana vipaji.
Sisi ametupa akili akatunyima mafuta. Sasa juzi sisi tumegundua gesi. Sasa nikamtania rais. Baba wa taifa alisema ametupa akili akatunyima mafuta. Sasa ametupa gesi. Sasa atatupa na akili au atatunyima sasa tubaki na gesi bila akili? Ni swali kubwa, kwa sababu rasilimali ni zawadi ya Mungu kwa watu na lazima zitumike kuondoa matatizo ya watu. Ndugu zangu wa Mtwara wale ni majirani wa gesi. Juzi wakasema haitoki, lakini tukawaambia itatoka, kwa sababu isipotoka hata nyinyi hamtapata gesi. Lakini walikuwa na hoja, sio kwamba hawana. Wanataka kujua wao ile gesi itawanufaisha namna gani. Ukikaa karibu na waridi unanukia waridi, si ndio? Sasa waridi hii Mtwara wanauliza sisi mbona tutanukiaje waridi? Ni swali zuri. Hawasemi gesi yote iwe yako, hapana. Gesi ni mali ya iwa Tanzania. Lakini lazima kupata huduma fulani zinazosaidia kuboresha maisha. Vinginevyo unakuwa na giza na mwanga vinaishi mahali pamoja. Mwanga unawakilishwa na utajiri mkubwa wa gesi na giza linawakilishwa na umaskini uliozunguka gesi. Serikali lazima ichukue hatua. Kwanza watu wale wa gesi wale ni watu wengi na wana uwezo mkubwa. Wananchi wa Mtwara na wananchi wa maeneo mengine yanayozunguka hizo gesi, kama wale wanaozungukwa na migodi, lazima wasaidiwe kujenga uchumi wa kilimo unaowapa mazao ambayo wale watu watakula. Wanataka kuku. Safari moja mtu mmoja aliniambia walinunua kuku 100 kutoka Mtwara, lakini wanakula kuku 100 siku moja. Sasa kesho wanataka wengine, wakasema wale wamekwisha. Uchumi ambao kuku wake wanauzwa 100 afu wanaisha, hauwezi kusaidia. Lazima tuwasaidie watu wa maeneo wazalishe mazao yanayohitajika kwenye uchumi wa gesi, kama ambavyo lazima tuwasaidie watu wanaoishi karibu na migodi ili wawe wanauza mazao yao ya chakula kwa watu wa migodi, ili maisha ya watu wanaozunguka migodi yawe ya nafuu. Vinginevyo kutakuwa na migogoro isiyoisha. Lakini nataka niseme inabidi kwenye migodi ile na kule kulikuwa na dhahabu, sera ipo, wachimbaji wadogo lazima tuwasaidie ili tuondokane na migogoro kama ile ya mgodi wa Nyamongo. Ule kila siku ni mapambano kati ya mgodi na wananchi. Lazima yale yatoke. Wananchi wale lazima wapewe migodi midogo, lazima tuwasaidie zana, lazima tuwafanye wachimbe, na watachimba watarara, kwa hiyo hawataenda mgodi mkubwa kugombana, maana wana kazi ya kufanya. Ukiwanyima kazi ya kufanya, wanajiajiri kwenye kugombana. Kwa hiyo nitaka niseme migodi, gesi na rasilimali nyingine ambazo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu lazima zisaidie kupambana na kuondoa umaskini na zitumike kwa manufaa ya watu wote. Lakini nataka niwaambie wale wenye makampuni ya binafsi ambayo ni wa Tanzania na wengine ni wazawa, katika uchumi huu lazima na wao makampuni yao washiriki. Kama unaweza ukashirikisha Mwitaliano, kwa nini huwezi kushirikisha Msukuma wa Mwanza? Naye atatengeneza kampuni yake. Kwa mfano yale mambo ya gesi, ghali zaidi ni kuchimba huko baharini, lakini ukisha kuitoa kuna kazi nyingi sana za kuisafirisha ambayo inaweza ikafanywa na makampuni ya wenyeji. Nimezungumza habari ya viwanda, na labda hapa nizungumze sasa juu ya sekta binafsi na hasa ile ya wazawa, kwamba
lazima tufanye kazi fulani ya kuhakikisha ya kwamba hawa wanaoitwa wazawa wanashiriki katika uchumi. Tusipofanya hivyo, kwa kweli hatufiki. Mimi nauliza hivi, kwa nini hatusaidii watu hawa? Kuna watu hapa wana majineri, kwa nini hawawezi kupata mkopo wakajenga viwanda vya nguo? Kama unaweza kujenga jineri, kwa nini hujengi? Wakina rafiki yangu Mwita Gachuma, sijui yuko wapi, hayupo. Marafiki zangu wako hapa, kina Njaru, wana viwanda vya pamba. Tunahitaji kuwa na sera tu ambayo inawawezesha sasa kutoka kwenye kiwanda cha pamba kwenda kwenye kiwanda cha nguo, na hao wanaweza. Mwalimu alituambia, nyinyi mmesema social ujamaa umewashinda, basi fanyeni ubepari wa wenyeji. Mfanye ubepari, hatuzuii watu kutoka nje, hapana. Lakini ni vizuri wakaja wakashirikiana na wenyeji, na wenyeji wanaweza wakafanya bila kushirikiana na watu wengine, ili mradi tu uweke sera na mfumo unaowezesha kupata mitaji. Ndugu wasikilizaji na wananchi mnaonisikiliza, nimesema sana, mimi naamini mmenielewa, na wale ambao walikuwa hawanijui watakuwa wamenijua leo. Na nitafurahi sasa kwamba katika mijadala ya kijamii, hayo ni mambo ya kawaida, msiyaogope sana. Huo mlio ni mdogo kuliko kama mngekuwa wa mizinga. Lakini nimalize kwa kusema ya kwamba nchi yetu imekuwa nchi ya amani kwa miaka 50. Sasa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Wako watu wanataka kutuchokoza, sio wa nje, wengine ni watu hapa, na wengine wanafurahia kuona uchokozi ule unafanyika. Mimi nataka kusema nchi yetu imejaliwa kuwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ambalo lina nidhamu ya hali ya juu kabisa. Isingekuwa na nidhamu, historia ya Tanzania ingekuwa tofauti. Wako watu wachache katika majeshi yetu, unaweza ukaenda polisi wakuta yuko mtu mmoja wawili ambao wanafanya vibaya, wanapenda sana kukusanya hela. Lakini jeshi la ulinzi wala hata hela yenyewe hawakutani nayo, maana hawali rushwa, hawako mtaani. Lazima tuimarishe ulinzi wa nchi yetu, ili tuwe na hakika kwamba hakuna adui wa ndani wala wa nje atakayeweza kutuingilia. Na hili lazima lilitilie mkazo, kwa sababu kazi nayoomba hapa kwa Watanzania ni kazi ya kuwa Commander in Chief, ambaye kwa katiba yeye ndio mkuu wa nini? Wa majeshi. Sasa huwezi kuomba urais alafu siwaambie Watanzania wewe utakuwa Commander in Chief wa namna gani? Tunataka kuhakikishia kwamba usalama, tutawekeza kuhakikisha kwamba jeshi letu linakuwa dogo lakini lenye nguvu, na mipaka yetu italindwa, na mapinduzi ya Zanzibar na muungano utalindwa kwa nguvu zote, na kuhakikisha historia yetu haivurugwi na wale ambao hawatutakii mema. Baada ya maelezo hayo, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, mnaweza kuniuliza kama mna swali. Asante sana. Wayukayo. Bwana, madudu yako. Yuko mbele Dr. Yusuf Mwaipalu, mjumbe wa mkuu taifa kutoka Nyanda za Juu Kusini. Lakini ya makundi mbalimbali ukiacha mbali kwa sababu ya mapinduzi na
Askofu Maduru yuko mahali hapa vile, karibu sana. Lakini muungano wa machinga katika jiji la Mwanza, karibu sana. Umoja wa makundi Mwanza UWAMA, karibu sana. Asante. Kata ya Nyakato mkoa ndiye wako hapa. Asante sana. Gereni ndio yuko hapa vile. Lakini vile vile kikundi cha sanaa ya Nyakato, Tremendous Art. Karibuni sana. UBCCM kata ya Mbugani jijini Mwanza, naambiwa ninyi wako hapa. Asante sana. Lakini kundi la watu wenye ulemavu jiji la Mwanza, punge mkono kwa mliko, ni hao. Lakini wafanyakazi wa Savane Investment wako hapa vile vile, karibuni sana. Tamia Arts Group kutoka Butimba, halmashauri ya jiji la Mwanza, karibuni sana. Lakini vile vile kikundi cha kina mama Hekima Nyakato Meko wako hapa vile vile, kina mama karibuni sana. Lakini wako Mantilie Mwansasu Butimba B wako hapa. Lakini vile vile kikundi cha vijana wana CCM Tanganyika Stand Bus wako hapa vile vile, na makundi mengine mbalimbali. Muda utoshi kutoa nafasi kuzungumza kwa sababu kama unavyofahamu ratiba, na mara baada ya Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira kutangaza rasmi nia yake kwa ni urais, sasa ni wasaa wa waandishi wa habari ambao wako mahali hapa kuweza kuuliza maswali baada ya Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira kueleza kipi hasa kimemsukuma kuweza kuwania nafasi ya urais. Wako wawakilishi kutoka wilaya ya Munda mkoa wa Mara wako hapa, naambiwa hivyo. Asante sana. Lakini wako wasanii mbalimbali. Wako wasanii mbalimbali na wako hapa wamefika kujumika maeneo haya, na Jacob Steven, Vincent Kigosi na wengine wako hapa. Lakini naambiwa vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Munda na yuko mahali hapa, karibu sana. Vile mwenyekiti wa CCM kutoka Bukoba na yuko mahali hapa, Ukumba BOT Capricorn. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa, bado kuna kilo Tanzania baada ya hotuba takribani saa nzima kuweza pengine kujua zaidi ya hapo, baada ya hotuba yake Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira ya kutangaza nia ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais kwa awamu ya 5 kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi kule Magogoni pale Dar es Salaam. Sasa ni wasaa maswali na nimkaribishe Masiaga Matinji ili kuweza kuongoza zoezi zima la maswali kwa waandishi wa habari kwa Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira, taratibu zoezi hili, na mwisho mara baada ya maswali na kuweza kujibiwa, basi itakuwa na saa nzuri zaidi ya kuweza kuhitimisha tukio letu muhimu la siku ya leo. Kwa hiyo waandishi, nafasi ipo kwa ajili ya maswali na zoezi hapa la kuratibu Masiaga Matinji ili muweze kusikia walau sasa majibu ya Mheshimiwa Stephen Masatu Wasira kutokana na maswali ya waandishi wa habari. Mr. Matinji, karibu. Jamani, nafikiri nasikia vizuri. Nafikiri tumesikia mgombea wetu kwa hakika anatosha na anafaa. Kwa sababu hiyo, kwa waandishi wa habari ambao mko hapa, mnaruhusiwa kuuliza swali lolote kuanzia kwenye masuala ya uchumi, siasa, jamii. Naamini atapata majibu sahihi na kwa wakati mwafaka. Haya, nifunza kwa waandishi. Tunaanza na Jobeda. Kuna mtu muhimu sana amesauliwa hapa, naye ni first lady mtarajiwa, Mama Wasira. Baba wasalimia. Tuendelee. Asante. Mimi naitwa Jobeda pia, natoka gazeti la Raia Mwema na Raia Tanzania. Na maswali kutoka kwa Mheshimiwa Wasira. Ningependa kufahamu Mheshimiwa Wasira, utakapopewa nafasi kubwa serikalini, utafanya nini kuhusu wizi serikalini na ripoti mbaya za mara kwa mara za CAG? Pia kwenye wasifu wako unasema uliruka, nadhani watu wana hofu
utakuwa ni mwenyekiti, utakuwa rais, utakuwa mwenyekiti wa CCM. Lakini wale kwa pinzani, watu wanataka kufahamu utapataje kiongozi mkuu wa chama ambaye alikuwa mpinzani? Na mwisho labda ningependa kufahamu kama kwa safari yako hii hujatumia tena kidogo ya wizara kama waziri wa kilimo. Asante. Naitwa Nason Kennedy na toka Daily News na Habari Leo. Kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Wasira kwa kujitokeza kutangaza nia, ni jambo zuri, lakini ni declare interest kwamba mimi ni mwandishi wa habari za kilimo na uchumi, na kwa muda mrefu tumekuwa na kilio kama Watanzania cha kilimo na umaskini. Sasa mengi uliyoeleza ya kuimarisha viwanda yamekuwa yakizungumzwa huko nyuma. Ni mikakati gani sasa utakuja nayo ili tupate assurance ya kuwa na viwanda vya kusindika mazao? Maana mambo mengi yamezungumzwa mpaka kwenye kilimo kwanza, mpaka sera zote zimesema, lakini utekelezaji umekuwa sifuri. Swala la pili, tumekuwa na taifa ambalo lina watu wanaoshindwa kufanya maamuzi, na nikiangalia pale umesema una kauli mbiu ya umoja, uadilifu na uongozi bora. Utatumia miujiza gani katika serikali inayokuja ili kuhakikisha mambo yanakwenda, mambo mazuri hayo uliyotuambia? Kwa maana kwamba kuna line of command na watendaji wanafanya kazi kama inavyotakiwa, hasa viongozi wa ngazi za juu. Ya kilimo kwanza, nimesema kwamba katika mpango huu, kwa mfano chukua mpango unaomalizika sasa wa maendeleo wa miaka 5, mkazo uliwekwa katika miundombinu. Kwa hiyo katika kugawa keki ya taifa tumeweka zaidi katika barabara na miundombinu, na katika kugawa hata nyumbani kwako wewe ukiwa na shilingi 10 ukaamua kunywea 7 utabaki na 3. Huwezi kupata tena zile 7 kwa sababu umekwisha kuzinywea. Sasa kwa sababu tumewekeza zaidi katika miundombinu, tunachosema ni kwamba miaka 5 inayokuja mkazo utaweka katika sekta zinazozalisha mali na kupambana na umaskini, na hiyo nililolisema liko katika mipango ya maendeleo ya muda mrefu. Kwa hiyo si jambo jipya kwamba haikufanyika, haizuii kufanyika tena. Hilo la kwanza. Lakini la pili umesema nini? La pili labda ungerudia. Kwanza uwajibikaji. Swala la msingi ni kwamba nchi inaendeshwa kwa sheria. Huwezi kunyonga watu tu. Unasema mimi leo rais, wako wanaonyonga, sisi hatunyongi hapa. Sisi tunatazama sheria inasema nini. Kwa usipowajibika, usipofanya unachotakiwa kufanya, au ukakwamisha maendeleo au maamuzi ambayo yanasababisha watu wengi kukosa huduma kutokana na maamuzi yako, utawajibika na utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Tunaendesha na utawala wa sheria. Kwa hiyo mimi nadhani wakati mwingine sheria zinakuwa zipo, lakini wakati mwingine zinashindwa kutekelezwa kwa wakati. Hiyo ndio hoja, sio kwamba hamna sheria. Ziko sheria na zikitumika watu wanaostahili kuwajibika wanaweza kuwajibika. Labda nachoweza kukuambia ni kwamba kwa kuwa mimi maisha yangu yote nimekuwa mtu wa maendeleo tangu kijijini mpaka taifa, sitampa uvivu mtu yeyote ambaye anarudisha maendeleo. Ninaamini katika maendeleo yanayotoa matokeo. Kama matokeo hakuna, huwezi ukasema mimi nimekuwa bwana shamba miaka 6 nataka promotion, na wewe pale unapofanya bwana shamba hakuna, watu wameendelea kulima kizamani na hakuna ulichofanya. Sasa unataka kupata promotion kwa kuwafanya wewe maskini zaidi. Kwa hiyo uwajibikaji utakuwepo na sheria zitafuatwa. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Adley Kuni, ni mmoja wa wakazi katika mkoa wa Mwanza. Mimi nina maswali mawili. Swali la kwanza, kwa mujibu wa maneno ya Mungu anasema ukiwa mwaminifu kwa madogo utakuwa mwaminifu kwa makubwa. Sasa nataka uambie umma wa Tanzania wanaokusikiliza kutokea katika ukumbi huu
wa BOT Mwanza, ni lipi hasa ambalo umelifanya dhidi ya wanabunda hata kujipima kutaka kuongoza takriban ni kilomita za mraba zisizopungua 900? Swali la pili, katika mazungumzo yako toka nimekusikiliza umesema wewe ni muumini mkubwa sana wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu alikuwa muumini mkubwa sana wa Azimio la Arusha, na sote wa Tanzania tunaamini kwamba Azimio la Arusha liliuliwa na Azimio la Zanzibar. Ukiwa mmoja ya watu ambao wanaamini katika siasa za Mwalimu, je, utaturejesha katika siasa za Azimio la Arusha? Hakuna cha mzee wala kijana, ni wewe mwenyewe. Kama huna hela, adhabu yako ni kifo. Kwa hiyo mimi nafikiri tunapiga hatua. Tutaendelea kutekeleza uchumi wa soko, lakini bila kusahau misingi inayowapendelea na kuwapa haki watu wa kawaida, na wale ambao wana uwezo mkubwa tutawatoza kodi ili tuwasaidie watu ndio wa chini. Mambo ya kisosialisti hayo. Kauli mbiu yangu moja, uadilifu na utawala wa sheria. Alafu wewe unasema katiba ilikataa serikali tatu. Demokrasia inawasikiliza wachache, lakini inawapa haki wengi kuamua. Na haiwazuii wachache kuendelea kulalamika. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba mchakato ule ulikuwa umewekwa misingi ambayo wote tungeweza kuendelea mpaka mwisho. Wenzetu waliamua kutoka, hata kutoka nayo ni demokrasia. Maana huwezi kuwafunga mnyororo kasema mkae hapa. Walitoka kwa hiari, lakini hawakuwazuia walio wengi kufanya nini? Kuendelea na kufanya uamuzi kwamba katiba imekwama, wala hakuna kilichokwisha kwama. Kilichokuwa ni muda, tatizo la muda tu, kwa sababu kuna mambo hapa, kuna uchaguzi mkubwa, kuna kuandikisha watu. Lakini whether ni leo au ni katika serikali inayokuja, Watanzania wanataka katiba mpya, na katiba mpya mapendekezo yapo. Kwa hiyo yakiwepo, ukifika wakati tutawaambia Watanzania waamue, na hiyo ndio demokrasia. Wataamua kwa kupiga nini? Wakisema hapana, basi tutasema wenye nchi yao wamekataa. Wakisema ndio, itakuwa ndio katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La mwisho mawili. Mimi mwenyekiti wa Irani. Sasa mwenyekiti wa Irani nimefanyaje? Mimi ni mwenyekiti wa Irani kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Wajumbe wa kamati kuu ndio kazi yetu hiyo. Sasa wenzangu wakasema, wewe kwa uzoefu wako kwa uzoefu wako waongoze wenzako 20 kutengeneza Irani. Na katika wale 20 wamo wengine nao wanataka urais. Sio lazima uwe mwenyekiti, hata wao wapo vile vile wanaotaka urais. Wamo mmoja. Kwa hiyo mimi sikuiba wala sikuja hapa kueleza Irani. Wewe umesikia nasema Irani? Mawazo. Lakini inawezekana ukasikia mawazo haya yamo kwenye Irani. Sio
Ni mawazo mazuri tu, kama yamo unayapenda basi utapenda na Irani vile vile. Mwisho, na dakika zetu zimeisha, mwisho kwamba kuna udhaifu gani? Kwanza ngoja nikwambie. Sasa mimi nataka uadilifu. Mwanza oye! Asanteni sana.